Kabla ya kwenda kwenye sekeseke la Haji na Zailisa, jamani, leo na mambo mengi. Mnamjua yule niliyohadisia juzi ugomvi wa Fatuma Jux na Miss Liz. Yule Miss Liz shoga yake na Fatuma Jux. Gomvi zito. Si niwaambia gomvi zito. Sasa nimefika hatamu. Kwanza niwaekee clear. Yule Miss Liz na Jux ni mtu na kaka yake. Hawajawahi kuaga wapenzi. Kumbe alikuaga Jux anatembea na rafiki yake na Miss Liz, so Miss Liz. Yani Miss Liz anamchukulia Jux kama rafiki, kama kaka. Sema tu ugomvi wa Fatuma Jux na Miss Liz. Fatuma alikuwa anakasirika kwa sababu wale wageni wa Nigeria, wale waliotoka Nigeria, walivyokuja Tanzania, walikuwa wanampenda sana Miss Liz vile alivyo, mzuri, beautiful, mlembo. Si unajua Nigeria wanapenda vitu vizuri. Kwa hiyo Fatuma roho ilikuwa inamuuma sana. Ndio chanzo cha ugomvi wao ulianzia hapo, na ligazeti nilishawapostia. Maana wengi mmeniuliza, sababu mbona tukuielewa ugomvi wao? Ugomvi wao ni wivu tu. Wale wa Nigeria wote walikuwa wanampenda Miss Liz by the way vile anawapa hela, anaonyesha treatment nzuri, anawajali, anafanya nini. Kwa hiyo ugomvi wao ulikuwa hivyo. Twende sasa kwenye habari ya leo. Kwa hiyo swala la Miss Liz na Fatuma Jux limeishia hapa. Sababu ni hiyo nimewaekea. Twende kwa Haji Manara na huyo. We. Nasikia dege. Mama! Mambo ni mabigi, mambo ni mazito. Mambo ni mabigi, mambo ni mazito. Kwisha! Wameachana. Alhamdulillah. Wameachana. Mambo ni mazito. Jamani. Pole Zai. Zai pole pia pole Zai. Mbona inuksi baraha taflani alichokiandika Zai humo ndani cha ukweli chote. Kweli kaka, story iko hivi. Huyo binti mnayemuona hapa anaizungumziwa, alichokizungumza Zai ni cha kweli chote, sio kiki. Maana nilikuwa ninakaa kimya, najua anataka kuizima kiki ya Simba. Sio kiki, ni kweli. Nimepigiwa simu, nilikuwa nimelala. Sasa hivi jamani, huyo aliyekuwa hapo, aliandikwa hapo ni mdogo wake na Zai. Yani huyo binti ana miaka 17, anamuita Zai shangazi. Mama yake anaishi London. Kama sio London si USA, anaishi nje ya nchi. Kweli, nakumbuka Mai alisemaga kwamba Zai aliondokaga wiki moja kwenye harusi ya Hamisa, aliondoka. Ni kweli, Zai aliondoka. Zai kavumilia mengi. Zai mama nyanyaso mengi unaambiwa. Haje mtu apinge hii kesi. Jamani, hii kesi iko clear kabisa. Ipo ukweli. Huyu binti anamuita Zai shangazi. Anamuita Zailisa shangazi. Umeonelewa vizuri? Kwa hiyo huyu binti ni kweli alikuwa anatembea na mjomba wake. Katembea na mjomba, unaambiwa ndani mtoto kaanza jeuri, kaanza kupiga vikumbo Zailisa, kaanza kumjeulia Zailisa. Zailisa kavumilia mengi. Leo Zailisa watu mnajiuliza mbona juzi walikuwa wote? Kumbe juzi alikuwa ajui Zai. Zai kaja kujua leo asubuhi. Mtiti umeanza leo asubuhi. Zai mambo amemfika hapa ndo kalimwaga shuzi. Jamani, ndo hakuna, wameachana kweli. Na Zai, na wewe uache tabia kuchukua ndugu zako wote kuwapeleka kwa mumeo. Huyo ni mumeo, mwanaume pia anaisia, ndugu yangu. We Zailisa we. Jamani, haya habari ndio hiyo. Hakuna kingine kichoendelea. Manyanyaso, sijui nini, hakuna. Kesi ilitoka, ilifika kwa mkubwa mmoja. Mmenelewa uzuri? Kesi imeenda kwa mkubwa mmoja. Huyo mtoto mwenyewe alimpigia simu mkubwa, akaenda kumhadisia. Mkubwa alimuita
Kaka Haji akamwambia, bwana kuna 1 2 3 4 5 6 7. Kuna hivi na hivi, acha. Hii issue ishamfikia mkeo. Hukuitwa kaka? Uliitwa. Ukapewa onyo, lakini kesi ilikuwa ishe kifamilia. Umeona? Lakini Zaini imemfika hapa, Zaini ndo kajua leo asubuhi kwamba kweli umetembea na sijui ndo niseme mjomba, sijui ndo mwanae, sababu Zaini shangazi mwanae. Ulikuwa unatuma dereva anamchukua mara Slipway, mara Siktif, mara wapi mnaonana juu kwa juu. Jamani, hey, kwisha. Hakuna kingine, ni hivyo, kwisha. Nilijua ni kiki, hakuna kiki. Jambo lipo hadharani. Nimemaliza.